Hodi. Hodi majirani. Asante. Habari shemeji? Salama. Aisee, samani ndugu yangu. Nimepatwa na msiba ndugu yangu, kwa hiyo pole. Kuna msiba wa nani? Yule shemeji yangu yule wa airport yule kafariki, yani mke wake kafariki kaka yake. Kwa ndo tunatakiwa tuende huko. Kwa hapa unasafiri? Yani hapa ndo nataka niondoke. Kwa nilikuwa naomba sasa usalama ndugu yangu, kama unavyojua. Utakuwa unanisaidia kuangalia hapa. Utamwambia na baba. Lakini umefunga? Nimefunga, lakini sasa unajua tena. Baba tu yupo, lakini ngoja nimwambie. Basi naomba niongee naye ndugu yangu. Hamna shida, ngoja nikuitie. I don't want peace. I want problems always. Sio unafanya usafi na maana yake kimfuniko cha kikopo, kwa nini usingetuma toka muda huu? Jirani. Sio tu mbele ya mgeni, kwa hiyo nishindwe kuelekeza hata kama mbele ya mgeni. Kwa hiyo umetuma kikopo, alafu kimfuniko unakiacha ndani. Ndio utaratibu gani huo mpaka nianzaje unaanza kuweka mauchafu ndani? Ndio kwa na kunikubatua unasemaga na Eli naonekana kama vile na vimaneno. Habari jirani. Salama sasa hivi. Salama sasa, nimemkaje? Salama. Aisee, samani ndugu yangu. Nimeongea na mama watu hapa. Nimepatwa na msiba ndugu yangu. Aha, pole. Nimepatwa na msiba, sasa natakiwa kusafiri. Okay. Amekufa nani tena? Mke wa kakaangu amekufa kaka yake. Yaani shemeji yangu mimi nikafuata. Sio nikajua ni yule mdogo wako uliyomguza yule bado hajafa. Yule bado. Mungu anaendelea kumpa afya, lakini nikajua ndio yule ameshakufa, ameumwa yule. Ndugu yangu bado, Mungu kwa kweli waajabu, lakini yuko salama. Bado yuko salama. Aliyekufa ni mwingine ambaye hata hatukutegemea. Yaani kifo hicho ndugu yangu. Kafa Mzima. Yani, yule ambaye anaumwa tena ndo hajafa yule. Yaani yule yuko salama. Tena ndo anaendelea vizuri, huwezi amini. Mungu, kweli mambo ya Mungu ni ajabu. Kwa hiyo ndo unaondoka. Yaani hapa ndo nataka niondoke sasa, nilikuwa naomba msaada. Nyumba hapo nimeiacha, maana tunaondoka na mke. Kwa hiyo natakiwa niwe uangalizi hapo. Sasa umesikia? Swala la kuondoka haina shida. Sasa kuhusu na ile ratiba ya chooni. Maana nyie ndo zamu yenu inayoanza kesho. Leo si ni Jumapili. Ina maana zamu yenu yenyewe inaanza kesho. Sasa kuhusu zamu ya chooni. Anaweza kutusaidia hata shemeji. Asaidie shemeji nani? Nyie wakati mamato amefia hapa, mimi nilikuwa sifanye usafi. Sasa hizi unapata msiba. Haya, kwa nini marehemu asubiri kwanza mfanye usafi? Kwa nini msifanye kwanza usafi ndio muondage kuzika? Sasa ndugu yangu, haya mambo ya ghafla. Sio mambo ya ghafla, kwani sisi alikuwa sio mambo ya ghafla. Mpaka mama kipindi kile bibi yake anaumwa akafariki. Yalikuwa sio ni mambo ya ghafla mpaka tukafanya ni usafi. Kwa hiyo sisi hata tunafanyia usafi nyewe mkipata matatizo. Wanaondoka wote na mke wake. Wewe ndio utakuwa unafanyia usafi. Wewe ndio umeolewa kwa sababu ya kusaidia majirani. Nilikuwa kwa sababu wewe unawasaidia za majirani. Sasa si ondokeni kwanza, malizeni kwanza usafi. Fanyeni kwanza usafi wa chooni ndio muondokaje. Hatufanyi sio biashara. Kama unazika leo, ina maana sisi watu tunafanyia za mzani za chooni. Haya, tuseme hivi tunawasamea. I want problems always. Hela umeme na yenyewe mnaondoka nayo. Nitaacha mishumaa angalau. Utuachie mishumaa kwa sababu sipi za msingi. Tuanze kutumia simu mishumaa. Ndio natumia nauli hela ndugu. Sio natumia nauli hela. Kama mlikuwa mnajua hivi marehemu anakufa ni leo. Kwa nini msitoe hela umeme kwanza, msituulize hela za umeme? Haya, hata kama sawa. Hamjapanga kifo. Kuhusu zamu ya umeme, mlikuwa mjui kama zamu ya umeme inaanza Jumatatu. Ulikuwa unajui kama zamu ya umeme inaanza Jumatatu. Twende tukaongea na baba mwenye nyumba kama anaweza akakuelewa hili swala. Twende tukamwelekeza baba mwenye nyumba. Tukamwelekeza baba mwenye nyumba kama anaweza kaelewa hili swala.